Yeah, hello East Africa, karibu kwenye The Link Up #modern_classes. Mimi naitwa Joshua Joel na hiki ni kitabu chetu cha Last Western Kings, hili likiwa darasa letu la 5. Leo kwenye Last Western Kings tutakuwa naye Cameron Jibril Thomas na mzungumzia Wiz Khalifa. So kabla sijamuongelea kiundani Wiz Khalifa, tuteleze kwenye moja kati ya clip yake ambayo anaonyesha namna ya kuroll joint zake. Actually playback speed ya hii clip nimeiongeza ili to save muda, alafu tukirudi tupite kidogo kwenye historia ya Wiz Khalifa na kwa nini yupo kwenye Last Western Kings. So just stay on your phone huku ukiangalia Link Up #modern_classes, na kwa wewe ambaye bado huja subscribe kwenye YouTube channel yetu, nipende kukuomba uende pale YouTube na usubscribe, huku ukisubiri mengi ambayo tunakuletea. And right now, I'll show y'all how to roll one with Wiz. There's a couple things that you need. Very, very simple when you roll with this one. These days I'm fucking with the jet fuel, funky fuel tips. You know what I'm saying? So I'm not going to be real for y'all. I got the Wiz Khalifa official tray with my guy on it. Taylor Gamer guy, Santa Cruz shredder. These are my favorite shredders to use because I know it's tough to use. Some grinders they make it too fine and it's no good. I like it really funky fine. And Wiz Khalifa raw chicken available at stores or you can find on the online store as well. So fuck all that. Let's roll some weed, man. Alright, so yeah, take this all the thing. Anybody who knows out there, what's that for you? There's a way to roll it. This is just how I roll. So we'll roll it. Now you know, new day, new pineapple. So yeah, double on for the weed. Right. A lot of people don't know when you start grinding. This one is easy. You don't want it to like air like dust. But this one, the pressure starts rolling. That's when you know you grind it enough. Because when you go open the top and the bottom, you don't feel like you lost a lot of weed like some people say they do when you grind up weed. This is KK about it. What's a pound? Probably about the eyeball is probably PG. That's like 4 ounces. So yeah. A lot of people don't know which one to do first. Up to you. People put you first. People put your second. I insert filter first. So filter is not gives you skill in it. You know, work a lot of weed. There's a thing that goes a lot of pop. What do you think? So you got to put your name in the pot. You got to throw it on the weed. Shake it. I think you're going to get real close to the name. Now you're able to put the weed with the rocket. Rock that baby. And then buy yourself some more. You can fill out a little check out this, you can check it from the way. And then you can do it. I like to go from the filter into the front. Lick. And I'm done. Alright? Very good. I want weed falling off the tip. So what we gonna do? Close our eyes like that. That's it. Nice and neat. And voila. It's time to smoke. I'll see y'all fools later. Yeah, Cameron Jibril Thomas amezaliwa Septemba 8 mwaka 1987. Wiz Khalifa ndilo jina lake la stage. Alizaliwa Minot, North Dakota huko United States, na he is an American rapper, singer, songwriter, lakini pia he is an actor. Ali-release debut album yake iliyomtoa mwaka 2006, iliitwa Show and Prove, na akasainiwa na Warner Bros Records mwaka 2007. Say Ya ndo hit song yake ya kwanza ambayo ali-release mwaka 2008. Amekuwa active toka mwaka 2005 mpaka hivi sasa. Hometown kwao ni Pittsburgh huko Pennsylvania, USA, na ikumbukwe mwaka 2013 alimuoa Amber Rose na kudivorce mwaka 2016 huku akiwa na mtoto mmoja. Na anaimba hip hop, lakini pia R&B, bila kusahau muziki aina ya trap. Mpaka sasa anadaiwa kuwahi kuwa chini ya label ya Taylor Gang, lakini pia Atlantic, bila kusahau Warner Bros, lakini pia Rostrum. So hizo zote ni label ambazo Wiz Khalifa amekuwa akifanya nazo kazi. Alivyoachana na Warner Bros, ali-release second album yake mwaka 2009 November, iliyoitwa Deal or No Deal. Mixtape yake ya Kush
and Orange Juice ilikuwa released April mwaka 2010 ikiwa ni free download, yani kwamba haulipii chochote ili ku-download. Tunajua utaratibu wa Marekani, unatakiwa ulipie kila nyimbo ambayo unakuwa ume-download, lakini sasa hii ilikuwa ni free download. Akiwa na lebo ya Atlantic aliachia ngoma yake ya Black and Yellow ambayo ilishikilia nafasi ya kwanza kwenye Billboard Hot 100 na ni kwa kipindi kirefu. So hii ilikuwa considered kama debut single akiwa na lebo ya Atlantic. Na ikumbukwe tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2012 Pittsburgh City Council iliidhinisha kwamba hiyo ni siku ya Wiz Khalifa pale Pittsburgh. Albamu yake ya 5 ilienda kwa jina la Black Hollywood ambayo ilikuwa released August 18 mwaka 2014 ikiwa na ngoma kama We Them Boys. Na March 2015 aliachia See You Again ambayo mpaka sasa ina over 4.5 billion views ikiwa kama soundtrack ya movie ya Fast and Furious 7 na ilikuwa namba 1 kwenye chart za Billboard Hot 100 kwa wiki 12. Kwenye mabano sio mfululizo, ilikuwa ni wiki 12 lakini hazikuwa mfululizo. Wazazi wake waliachana akiwa na umri wa miaka 3. Amewahi kuishi Germany lakini pia UK, bila kusahau Japan kabla ya kuseto na mama yake Pittsburgh mwaka 1996 aliposoma high school kwenye Taylor Aldersgate High School huko Pittsburgh nafikiri. Khalifa ni jina ambalo limekuwa limetolewa kwenye lugha ya Kiarabu ambalo linatafsiria neno successor, mtu ambaye amefanikiwa, yani mafanikio kwa Kiswahili. Lakini pia Wiz lilitoholewa kutoka kwenye neno wisdom, yani wisdom lilifupishwa ili kupata title ya Wiz. So kiujumla ndio likapatikana jina lake la stage Wiz Khalifa. Akiwa na lebo yake ya Atlantic, debut album yake inakuwa considered kama Rolling Papers ambayo ilikuwa released Machi 29 mwaka 2011. December tarehe 4 mwaka 2012 aliachia pia album yake ambayo ilienda kwa jina la ONIFC ambayo ilikuwa na ngoma kama Work Hard, Play Hard, lakini pia Remember You. Ikiwa birthday yake ya 17, yani akiwa na miaka 17, ndipo alichora tattoo yake ya Wiz Khalifa. Na ikumbukwe alidai kuspend zaidi ya $10,000 za Kimarekani kwa mwezi kwenye manunuzi ya bangi. So alikuwa anatumia zaidi ya milioni 20 za Kitanzania kwa mwezi kwa ajili ya kununua bangi na vitu vingine ambavyo vinahusiana na bangi. Lakini kuanzia mwaka 2014 hajawahi kununua bangi kwa sababu amekuwa sponsored na kampuni ya The Cookie Company, ni kampuni ambayo inajihusisha na bidhaa za bangi. Lakini pia mwaka 2016 alikuwa invited kwenye cooking show na Martha Stewart, ambapo alikuwa invited yeye pamoja na mwanake kabisa namzungumzia Snoop Dogg. Walikuwa wamealikwa kwenye show ya kupika, huku main ingredient kwenye show hiyo ikiwa ni weed. Na kuanzia mwaka 2017 alidaiwa kuanza kutrain mazoezi ya martial arts. Wiz Khalifa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiachia hit song kibao tangu kuanza kwao muziki, lakini pia ni moja kati ya watu ambao wanatambulika kuwa na positive vibe muda wote. So ni mtu wa kufurahi, ni mtu wa kucheka, lakini pia ikumbukwe Wiz Khalifa anatumia blunts 100 within 3 days, yani anatumia jumla ya blunt 100, anazungumzia bangi, stick za bangi kwa anatumia bangi 100 ndani ya siku 3. Na hii video inayofuata ni moja kati ya video fupi ambayo ilikuwa ikionyesha yeye akiwaonyesha watazamaji wake 100 joint roller at once. Ni kifaa ambacho anakitumia kuroll bangi 100 kwa mpigo. So iangalie clip hii fupi alafu tukirudi tunaendelea naye Wiz Khalifa. Have a 100 joint roller that rolls 100 joints at one time. Babake mzazi na Wiz Khalifa anaitwa Lawrence
Thomas, lakini pia mama yake mzazi na Wiz Khalifa anaitwa Peachy Wimbush. Ikumbukwe hobbies za Wiz Khalifa ni muziki pamoja pia na baseball, bila kusahau weed. Mpaka mwishoni mwa mwaka 2019 alikuwa anadaiwa kuwa na net worth ya dola milioni 45 za Kimarekani. Hii ilikuwa inamweka kwenye top 50 richest rappers in the world. Ya nyumbani kwake na Wiz Khalifa ni Sherman Oaks huko Los Angeles, lakini pia ikumbukwe Wiz Khalifa na mtoto mmoja ambaye anaitwa Sebastian Taylor aliozaliwa mwaka 2013. Ya tukipitia list ya awards ambazo Wiz Khalifa amewahi kuzinyakua au kushiriki ni pamoja na American Music Awards, lakini pia BET Awards, Billboard Music Awards, Grammy Awards, Golden Globe Awards, lakini pia MTV Europe Music Awards, bila kusahau MTV Video Music Awards, lakini pia Teen Choice Awards, bila kusahau People Choice Awards. So hizi zote ni moja kati ya tuzo ambazo Wiz Khalifa amezinyakua toka kuanza kwa career yake. Amekuwa akitembelea baadhi ya maeneo ambayo amewahi kupita kabla ya kuwa star, including high school aliposomea, na amekuwa akipeleka msaada mara kadhaa. So you can see Wiz Khalifa ni moja kati ya watu ambao wanafaa kuigwa kwa yale mema ambayo wanayafanya, na ni moja kati ya wasanii ambao wana influence kubwa sana kwa vijana kote ulimwenguni. Nazungumzia western countries, lakini pia African countries na kwingine kote. So Wiz Khalifa ni mmoja kati ya watu ambao wanastahili kuwa kwenye kitabu chetu cha Last Western Kings kwa kuconsider yale ambayo amewahi kuyafanya. Huyu ni mama yake mzazi na Wiz Khalifa, na Wiz Khalifa anamiliki magari ikiwemo Dodge Challenger, hilo ambalo linaonekana sasa hivi kwenye screen ya simu yako, lakini pia ila hapo gari aina ya Porsche 911 ni moja kati ya magari ambayo Wiz Khalifa amekuwa akiyamiliki. So that was Wiz Khalifa kwenye Last Western Kings ya link up #modern-classes. Usiache kunipa maoni yako kupitia page yangu ya Instagram ambapo natumia Joshua__Joel, lakini pia Twitter Joshua__Joel, bila kusahau TikTok Joshua Joel 0. Na kwa wewe ambaye hujasubscribe na kuomba sana tembelea channel yetu ya YouTube na ukapate kusubscribe ili twende sawa. That was my time, na hii ni link up #modern-classes. Hala.